ASM. Kila mtu ana ndoto na kila mtu ana malengo, lakini unajua kwamba mtu mmoja anaweza kubadilisha maisha wengine kwa kitendo chake kimoja cha upendo. Je, umewahi kujiuliza ni nini kinachofanya maisha kuwa na maana ya kweli? Je, ni mali, ni heshima, au labda upendo na huruma? Leo nitakupeleka kwenye hadithi ya mtu ambaye aliishi kwa unyenyekevu. Aliwasaidia maskini, akapenda wanyama, na alibadilisha dunia kwa moyo wake wa upendo. Ni hadithi ambayo inatufundisha kwamba huruma, upendo na matendo madogo ya wema yana nguvu kubwa zaidi kuliko mali yoyote hapa duniani. Hii ni hadithi ya Mtakatifu Fransisi wa Asizi, mtu wa pekee aliyeacha alama isiyofutika, mtu aliyekuwa mfano wa upendo usio na mipaka. Fransisi alizaliwa mnamo mwaka 1881 katika mji mdogo wa Asizi huko Italia. Alikuwa mtoto wa kifahari, aliishi maisha ya starehe na furaha ya kifamilia, akipenda michezo pamoja na raha. Lakini ndani ya moyo wake alihisi upweke fulani. Hakuwahi kupata furaha ya kweli. Licha ya kuwa na kila kitu, mara nyingi aliuliza, je, haya ndiyo maisha ya kweli? Je, ninaweza kufanya kitu chenye maana zaidi ya mali na starehe? Swali hilo ndilo lilochochea kuanza safari ya mabadiliko makubwa katika maisha yake. Fransisi hakukubali tu kuishi kwa starehe. Aliamua kuacha mali, heshima na starehe. Alichagua maisha ya unyenyekevu, akihubiri upendo wa Mungu kwa matendo yake ya huruma. Lakini jambo liloangaza watu wengi ni upendo wake wa pekee kwa wanyama na kila kiumbe cha Mungu. Aliweza kuzungumza na wanyama, akiwatunza, akiwasaidia na kuonyesha huruma isiyo na mipaka. Hii ilikuwa ni mfano wa kweli. Moyo wa huruma ni nguvu kubwa zaidi kuliko mali yoyote hapa duniani. Fransisi alitufundisha kuwa kila kiumbe kina thamani ya kupendwa na kuheshimiwa. Kutoka kwa ndege mdogo hadi kwa paka, ana thamani na haki ya kupendwa. Hakukuwa na upendeleo wowote kwa kila kiumbe cha Mungu. Kwake kilistahili huruma yake na upendo. Hii ni changamoto kwetu sisi. Je, tunapenda na kuthamini kila kiumbe, au tunapita bila kugusa maisha ya wengine? Safari ya Fransisi haikuishia kwa wanyama pekee. Aliunda Franciscana Order, mashirika yaliyojikita kusaidia maskini, wagonjwa pamoja na jamii. Leo jina lake bado linaheshimiwa na kuenziwa duniani kote. Fransisi alitufundisha kuwa kitendo kidogo cha wema kinaweza kuunda mabadiliko makubwa. Dunia inahitaji watu kama Fransisi, mtu mmoja mwenye moyo safi, akifanya jambo moja la upendo. Wengine wafuate mfano huo. Upendo, huruma na unyenyekevu vina nguvu zaidi ya mali yoyote au heshima yoyote duniani. Hii ni changamoto kwetu leo. Je, tunaweza kuishi maisha kama haya, tukitumia kila nafasi kusaidia na kuboresha maisha ya wengine? Hadithi ya Fransisi inatufundisha kitu muhimu sana, ya kwamba upendo ni nguvu yako kubwa zaidi. Huruma inaweza kubadilisha dunia. Ukiwa na moyo wa wema, hata kitendo kidogo kinaweza kuacha alama isiyofutika. Leo naweza kufanya jambo dogo la wema kwa mtu mmoja na kutengeneza tofauti kubwa. Leo unaweza kufanya jambo dogo la wema kwa mtu mmoja na kutengeneza tofauti kubwa. Ikiwa unataka kuona hadithi zaidi za msukumo kama hii,
Subscribe sasa, like video hii na komenti hapo chini. Mimi ni Anton Simon, karibu ASM. Pia usikose kufuatilia hadithi inayofuata. Kumbuka, upendo ni nguvu yako kubwa zaidi. Huruma ni urithi wako. Asante. ASM, kwa makini na ubora.